Na unajua tofauti ya Yesu Kristo na dini zingine ni kwamba Yesu Kristo anakutetea. Dini zingine unatetea Mungu wako. Mungu wetu anakuambia vita si vyangu, si vyako, ni vyangu, mimi ndo napigana. Lakini dini nyingine Mungu wao hawezi pigana, inabidi wao mpiganie. Hiyo ndo the biggest difference. Mimi waambia watu kuna different tatu kati ya Ukristo na dini zingine. Different ya kwanza, walioleta dini zote wamekufa na wamezikwa. Na paka leo kaburi yao iko. Yesu Kristo alifufuka. Different ya pili, dini zote zinatafuta njia. Yesu amesema mimi ndio njia. Dini zingine zote zilipokuja zilisema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Hivi ndivyo asemavyo Bwana. Yesu alipokuja hakusema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Alisema amini amini na waambieni. Yaani yeye ndo mwenyewe. Kutoa tukifikiria ni nini, kwa sababu Somalia ndo nchi ya pekee hakuna Ukristo. Hakuna kabisa Ukristo. 1998 mwezi wa pili tarehe 6 Ijumaa nikaokoka msikitini kwangu. Kwa peke yako? Watu walikuwa wamejaa hivi Ijumaa. Nimeswalisha Ijumaa. Baada ya swala nikaambia watu mimi nimeamua kumfuata Yesu Kristo. Zile risasi zilikuwa pane. Unajua anything to do with Christianity? Nothing. Nimekutana tu na Yesu. Kwetu hakuna, wala sijawahi kukutana na Mkristo maisha yangu. Ni Yesu amenitokea 7 times. Lakini ushaisikia Christianity? Hakuna. Ninajua tu Kristo ni kitu mbaya, ukipata ua. Ndio kitu pekee nilikuwa najua. Hakuna kitu kingine nilikuwa najua. Yesu ulikuwa unamjua? Paka baada ya kunitokea ndo nilianza kumjua. Alinitokea 7 times. Tazieleza baadaye nikizihitaji, but kutoka 1997 mpaka 1998 7 times nikahakikisha huyu ndio mtu ambaye ninajua atanipeleka mbinguni. Na hii dunia ni kupita njia. Ukishajua hii ndio njia ya mbingu, fata. Hii ingine ni maua tu, tutazikwa. Ukishajua hii ndio njia ya future yangu, ifate. Na mimi nikajua hii ndio future yangu. Nikajua nikieleza wa Somalia hawatanielewa. Nikaamua kuokoka. Si kuokoka kumfuata Yesu wakati hata alikuwa siku kuokoka. Kwa msikiti niliamua nitangaze, kwa sababu nilisikia Yesu akiniambia siku moja ukinionea haya nitakuonea haya. Nikasema nitaitangaza msikitini. Na ujua wakati huo, wakati mimi naokoka hakukuwa na Al-Shabaab, ilikuwa na ICU, Islamic Court Union. Al-Shabaab wanakupiga risasi, Islamic Court Union hawakupiga risasi, wanakushika, wanakukata mkono, wanakufungia. Kesho yake wanakuja wanakata mkono wengine, yani wanakuua pole pole, si kwa risasi. Na nilijua wataniua pole pole, lakini nitakiri paka mama moja aitwa Mama Makau yuko paka sasa, ndo akaniangalia akanunulia suti. Yeye ndo mtu kwanza kununulia suti. Kwa na nguo machafu. You know Christians, they don't care about each other. Leo ukienda msikitini uingie tu wewe umevaa buibui, watakuangalia ni Mkikuyu, watakukumbatia. Umetoka wapi? Wewe ni nani? Lakini kanisani ni mchungaji ndo atasema salimia jirani yako. Atusalimianigi mpaka mchungaji aseme salimia jirani yako. Ile love ya Kikristo imepotea. Hakuna. Mimi nakwambia leo kuna msikitini ukienda wote wanajuana. Kanisani mtu anaweza kuja na njaa na azimie na akufe na hakuna mtu anajali. Hata kujuana hali hakuna, paka pastor aseme haya salimia mwenzako, tena uko jirani. Muulize jina yake anaitwa nani, na wewe uone haya unamuuliza tu jina yako anaitwa nani mwenzako, na mume uko kanyote na umjui. It's too bad. Very bad. Love imepotea. So mimi mama moja anaitwa Mama Makau paka leo, she's my partner in ministry, ndo akanunulia suti. Ndio nikaanza kuhubiri, nikarudi Garissa kuwa missionary. Hiyo yake iliishia hapo. Lakini mimi miaka 7 nimefanya kazi Somalia kuhubiria watu. Ninapigwa, ninateswa, ninahangaishwa, lakini ile upendo wa Yesu Kristo na kumtumikia, ninatoroka ninaenda town nyingine. Hawakuwahi kukutishia kukuua? Wamejaribu mara nyingi. Kuna siku tumefungiwa kwa nyumba kama hii, watu 7 wa Kristo tumeokoka, na tukashikana mkono, tukaambiwa anayetaka kutoka atoke akiwa na mkana Yesu. Tukasema hatutamkana. Wakaamua kutuchinja. Wale vijana wakaniambia, kwa sababu wewe ni mchungaji, kaa wa mwisho, ukufe wa mwisho ukituombea. Kila anayechinjwa unatuombea, kila anayechinjwa unatuombea. Kwa hivyo walikuwa wanakuja Jumatatu, wanachinja mtu mmoja, wanaondoka. Tunaachiwa maiti pale, tunakaa naye. Amchinjwi once? Kututesa psychologically. Mateso makubwa. Unaona hata mtu akifungwa prison anakuwa isolated kwa sababu ya kuteswa psychologically.
Sasa wote walichinjwa ukabaki mwisho. Sasa Jumatatu tunaachiwa pale maiti itoke. Jumanne tunamwombea hivyo. Inaoza tu pale tu. Tukiangalia. Sasa imagine mimi ndo wa mwisho. Na mimi nimekaa, maiti imekaa, siongei, nimeshindwa kuongea, nimechanganyikiwa, sijui la kufanya, siombi, sifanyi chochote. Mimi nimkane Yesu? Siwezi mkana Yesu. Oh God. Kwa sababu hata ukimkana si kesho utakufa tu na gari. Si afadhali ukufe ukiwa umemkubali. Kifo ni kifo tu. Kwa sababu wewe saizi ukiokoka, tunakuambia Bwana asifiwe, amina. Ukija kwa Yesu, Mungu atakubariki. Ukija kwa Yesu utapata gari. Msomali atuambia hivyo. Tunamwambia, unajua ukija kwa Yesu utauawa. Uko tayari? Unajua ukija kwa Yesu utakosa chakula. Uko tayari? Akikubali hizo sando, tunamtayarisha, tunamtoa. Yani si injili ya prosperity. Hakuna. The true gospel. True gospel. You accept Christ vile alivyo. Akikubariki wewe shukuru Mungu. Lakini ujue sasa, mimi nia ya kuokoka si kubarikiwa. Nia ya kuokoka ni kwenda mbinguni. Nikuulize, kama kwako injili yenye ni ya ukweli, the true gospel, unaweza i-define kama ni injili gani? Nikwambie, na kama utaishika nitafurahi sana. Ish fi dunya kaannaka taishu abadan wa abudullaha kaannaka tamutu ghadan. Ni kikwetu hiyo. Maana yake ndo theme yangu. Ishi duniani kama utaishi milele. Ukiwa unafanya kazi yako ya kawaida, fanya kama utakufa. Lakini wakati wa ibada, fanya kama utakufa kesho. Ikifika wakati wa Mungu, abudu kama kesho utakuwa hai. Ukienda dukani kwako, fanya kazi kama utaishi milele. Lakini ikifika wakati wa Mungu, wewe angalia sasa, dadangu, niambie, saa hizi saa 12 mwadhini naadhiniwa. Waislamu wote wanaenda msikitini saa 7, saa 12, saa 1 maghrib, vile ishai wanaenda msikitini mara 5. Sisi hata mara moja revival hatuendi. Na tukienda mtu wako kanisani, uwepo inashuka, simu inalia. Nini? Makaa. Haya, natoka sasa. Anatoka kwa uwepo wa Mungu. Mimi nimekutana na marais 3 na wafalme 2. Yani ukikaa pale unafundishwa namna kukaa. Mtu anatoka kwa uwepo wa Mungu, hata ogopi. Anaenda kuuza makaa. Yani sisi ili Mungu tumemchukulia simple, tukiweza kubadilisha, tuongeze imani yetu, revival itakuja.